Hello, uharigani mpenzi mtazamaji wa Pillar of Fire TV, ni matumaini yangu ubuheri wa afya. Sasa tunamshukuru Mungu tuko salama. Karibu tena kwenye kipindi cha Thanksgiving. Kipindi kilichopita bwana, nilikuwa na ndugu yangu Paul, nadhani mmeona clip ukipanda kwa juu hapo utaiona. Aliniambia jambo moja kwamba wanawake hawapaswi kuwa wahubiri. Kitu ambacho mwenyewe kilinichanganya na nikakosa majibu, na nilikuahidi kwamba nitakaa naye tuzungumze tuone namna gani Biblia inazuia, Biblia inasema wapi mwanamke hapaswi kuhubiri, ili inisaidie mimi ikusaidie na wewe pia. Lakini namshukuru Mungu leo hii amekuja na kijana mwingine ambaye anaitwa Abili. Mungu akubariki sana ndugu. Amen, Mungu akubariki sana. Amina. Ni kijana machachari, ana msemo wake ambao anasema injili itembee. Bila kupoteza muda ni kukaribisha tu kwenye kipindi hiki. Naomba tega sikio lako kwa uvumilivu na Mungu akusaidie, kwa sababu ni Biblia imesema. Mungu atusaidie mimi na wewe tuone kile ambacho Biblia imesema. Naamini ya kwamba hawataniletea maneno yao, wataleta kile Biblia imesema. Lakini kabla ya yote, ningeomba ndugu yangu atutangulie kwa maombi, kwa sababu Biblia inatuambia lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni kwa jina langu. Ningeomba ndugu yangu atutangulie ili tumwalike Mungu kwenye interview ndogo ikazae matunda na isiyo ya ubishani, bali ikawe yenye manufaa katika ufalme wa Mungu. Karibu sana ndugu yangu. Tufunge macho, tumshukuru Mungu. Amen. Tunakushukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa neema yako kuu uliyotupatia wakati huu. Bwana Yesu Kristo mfalme Baba, kama ndugu yangu alivyotangulia kusema kwamba lolote tutakalolifanya tulifanye kwa kumtanguliza Bwana Yesu Kristo mbele. Mungu, tunakutanguliza katika mazungumzo haya yakawe ya amani na ya manufaa zaidi. Tunaomba hayo kupitia kwa jina teule la Bwana Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. 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 Na tunaamini kwamba Mungu atakuwa mahali hapa. Sijui nianze na Paul, sijui nianze na Abili. Brother Paul, wewe ndo umesababisha interview iwepo au kuwe na mjadala huu. Nakumbuka tulishia mahali fulani ulisema kwamba kitu ambacho kilikutoa mahali ulipokuwa ilikuwa ni wanawake wahubiri, kama sijakosea, na nilikwambia kama ni hicho basi inabidi tutenge muda mimi na wewe tuzungumze. Sasa leo natamani unionyeshe na mimi kwa Biblia kwamba ni wapi Biblia inasema mwanamke hapaswi kuwa mhubiri. Na wakati huo naona watu wahubiri na wanawake wahubiri na wana upako na wanahubiri neno la Mungu. Sasa wanahubiri sio neno la Mungu, neno la Mungu ile ambalo wanalihubiri, na naamini linawasaidia watu, maisha yao yanaenda vizuri. Sasa nilikuwa natamani utusaidie kwa Biblia, ni mahali gani Biblia inakataza, au ni sehemu gani, au ni andiko lipi ambalo Biblia linakataza mwanamke kuwa mhubiri? Okay. Mungu akubariki sana. Amen. Kama sikosei, kuna neno umelizungumza pia. Ukasema kuna wanawake wengi wana upako na kila kitu wanahubiri injili. Ni sahihi? Sasa natamani tuone yani leo hii maana mtu ambaye tunafahamu, mtu ambaye anaitwa Mkristo ni yule ambaye anasema Biblia inasema. Na mimi mimi ni Mkristo, mpenzi mtazamaji, ni Mkristo kabisa pure, na sitamani niende kuzimu. Sasa kitu ambacho kinaweza kunisaidia ni Biblia, kwa sababu Biblia ndicho kitabu ambacho mimi naamini kitabu cha hukumu, ambacho yaani sheria ya Mungu iko hapa, kwamba sheria yote ambayo itahukumu wanadamu inatoka kwenye Biblia. Sasa mimi sitamani nikosee, sitamani nipotee. Ndio maana naambia ndugu yangu, hebu atupe andiko ambalo linaonesha wanawake hawapaswi kuhubiri. Nadhani wote mmekuja pamoja kabisa. Ngoja nianze na wewe kwa sababu ndo ambaye alizungumza. Atupatie andiko kwa haraka haraka, kisha baada ya hapo tutaendelea. Andiko ambalo limezungumza ni hili hapa. Kwanza tusome Timotheo wa kwanza sura ile ya pili. Timotheo wa kwanza, tutasoma maandiko. Timotheo wa kwanza sura ile ya pili na ule mstari wa 12. Unasema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu. Simpi mwanamke ruhusa kufundisha au kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu. Ndio. Nilo andiko ambao naweza nikaweka kama reference, alafu pia kuna andiko jingine hapa niongeze. Tunazungumzia wanawake kwa wahubiri, ndio anaweza kuongoza kanisa bila shaka. Kwa hiyo mwanamke asipokuwa mchungaji
ila akawa mhubiri ni sawa? Hapana, kwa sababu maandiko yako wazi, yanasema haimpasi mwanamke kufundisha wapi? Kanisani. Ila pia anaweza kumuelekeza mtu kuhusu maandiko mahali pa faraga, akiwa nyumbani anawaelekeza watoto wake, akiwa nyumbani anawaelekeza watu. Tunawaona akina Priscilla waliwachukua watu, walimchukua yule mtumishi wa Mungu alikuwa anaitwa Apollo, wakampeleka hadi nyumbani kwake. Ndipo wakamuelekeza. Hawakumuelekezea wapi? Ibadani au kanisani, walimchukua hadi nyumbani. Kwa hiyo mwanamke haruhusiwi kuhubiri akiwa kwenye umati wa watu au kanisani. Kwamba mwanamke hapa haruhusiwi kuhubiri wapi? Kanisani. Sasa kabla hujaonyesha lingine, maana naamini bado ile kama alinitoshelezi, yani bado nini, yani sema halina mashiko. Kabla hujanionyesha lingine, ningemuuliza kijana Habil, mwanamke haruhusiwi kufundisha akiwa kanisani. Tumekubaliana kabisa, akiwa kanisani. Vipi akienda mtaani akafanya uinjilisti? Sasa kwanza nataka pale ndugu yangu aliposisitiza na ni sahihi kabisa, yuko sahihi 100% na ni maandiko. Lakini mimi hapa ningetaka kusoma kuanzia mstari wa 8, ndio ili wapenzi wasikilizaji na watazamaji wapate kusikia na kutazama vyema. Kwenye kitabu gani hicho? Kisoma Timotheo wa kwanza mstari wa 2 kuanzia mstari wa 8. Mstari wa 2 sura ya 2. Sura ya 2 mstari wa 8. Ndio. Nasema basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Huku wakiinua mikono yao iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Hiyo Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 8. Wanaume wasalishe kila mahali wakiinua mikono iliyo takata pasipo hasira wala majadiliano. Kwa kwanza ili andiko linatupa wakina nani wanatakiwa wasalishe. Tumeshajua ni wanaume. Kabla hatujajua wanawake wanatakiwa wafanyeje? Baada ukisoma mstari unaofuata na ndo hii nataka nikwambie mpenzi mtazamaji, unaposoma andiko usiishie sehemu moja. Angalia mpaka mwisho. Ndio. Ukienda mpaka mwisho hapa sasa, simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha nukta wala kumtawala mwanaume. Hapa mwanamke alichonyimwa hasa ni utawala. Kwa mfano, ukisema mtu akiwa mchungaji au mwalimu tayari ni mtawala wa kundi fulani la watu. Kwa hicho kitu hakitakiwi. Ndio maana nasema hatakiwi kufundisha wala kumtawala mwanaume, kwa sababu pindi atakapokuwa anasalisha au anafundisha, kuna wanaume kule au wanaume tayari atakuwa chini yao. Sasa kwa nini hatakiwi kufanya vile? Maandiko haya tena yanakuja tena anatuambia, anasema wala kumtawala bali awe katika utulivu, kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Wala Adamu hakudanganywa ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Kwa sababu mojawapo ambayo ni kubwa ni ya kimaandiko, kwamba Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza. Na ukirudi kwenye maandiko Mwanzo, Adamu ndiye alipewa mamlaka kumtawala mwanamke. Na tukirudi kwenye maandiko sasa, mchungaji, mwalimu ni viongozi. Sasa kama ni viongozi, viongozi ni watawala. Na kama ni watawala, uwezo ukamweka mwanamke. Na ndio maana ndugu yangu Paul akarudia tena vile kuanzia mstari wa 3. Sasa tuje kuone vigezo vya mchungaji. Anatakiwa aweje? Ndio akasema ni neno la kuaminiwa. Mstari wa 3 sura ya 3. Hiyo Timotheo wa kwanza. Timotheo hiyo. Sura ya 3. Ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu, atamani kazi njema, basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mme wa mke mmoja. Kwa hapa hawajasema askofu awe mke wa mme mmoja. Wamesema mme wa mke mmoja. Indicate ni mwanamume. Kwa mantiki hiyo Biblia inatuelekeza askofu cha kwanza awe mwanaume. Hiyo ndio sheria ya kwanza. Au unasema nini? Kanuni ya kumpata askofu inabidi awe mwanaume na awe na mke
mwanaume awe na mke mmoja. Sasa mwanaume na mke mmoja ni askofu. Sasa Amen. hili mpaka napata utata, nashindwa niulizeje yani hapo. Lakini hebu niulize hivi. Kuna watu ambao nimekutana nao na wanathibitisha kwamba Mungu amemwambia afungue kanisa. Nakumbuka hiyo swali pia nilimuuliza hapo kwenye ile interview iliyopita, japo hakuliingilia kiundani. Na ni mwanamke na anakuambia Mungu amemwambia afungue kanisa. Na alipofungua kanisa watu wakaja na watu wengi. Kwenye ile kanisa anafanya miujiza. Kwenye ile kanisa anaombea wagonjwa wanapona. Ndio. Na kuhubiri anahubiri. Sasa tunamweka wapi huyu mtu? Huku Biblia inasema awe mume wa mke. Na wapo maaskofu ambao mimi nawafahamu ni wanawake na wana ishara na miujiza zinaambatana nao. Ni kweli kabisa. Sasa hawa watu tunaweka wapi? Au huyu mtu sasa akija hapa na inawezekana anatutazama wakati huu, Mungu amemwambia afungue kanisa? Hakika. Asante sana kwa kuuliza swali hilo. Naamini wapenzi watazamaji watapata kitu, watapata kujua. Sasa umeanza vyema wakati unaanza ukasema hili neno la Mungu ndilo litakalo tuhukumu wote. Kwa kumbe ili tujue ni mpango wa Mungu mkamilifu, neno lake ndilo litakalo tudhibitishia. Na yeyote anaenda kinyume cha neno hili basi ni wa uongo. Nitakutolea mfano kwenye Biblia. Humu kwenye Biblia. Ndio. Kwamba yuko ambaye kuna nabii ambaye alipewa maagizo na Bwana na Mungu. Huyo nabii aende wapi? Aende sehemu fulani. Lakini wakati anaenda akakutana pia na nabii mwingine. Akamwambia mimi Mungu amenionyesha nifanye hivi. Yule nabii akasikiliza yale nabii aliyomwambia. Akashindwa kufuata kile Mungu alichomwambia. Mwisho wa siku kilichotokea huyo nabii aliuawa. Hiyo inatufundisha nini? Inatufundisha kwamba kama Mungu ameshasema njia ni hii, haijalishi kwa namna yoyote mtu aje akwambie njia ambayo imekusudiwa tena sio hiyo, Mungu amesema ibadilike. Kinachopima huko sahihi ni neno la Mungu. Hiyo pia utaipata kwa Balaamu. Balaamu Mungu alimwambia. Sasa tutakuja kwenye Balaamu. Mungu alimwambia kwamba anatakiwa asikwe mlima. Asikwe mlima kwenda kwa laani wana wa Israeli. Lakini Balaamu kwa sababu ya ugumu wake mwisho wa siku Mungu akamruhusu akafanya, lakini ilikuwa nje ya mapenzi ya Mungu. Tukija kurudi sasa kwenye wanafanya miujiza, wanafanyaje, wanafanya nini? Kama Yesu alivyosema kwamba wako watakao ponya wagonjwa, watafanya miujiza, lakini nitawaambia sikuwajua kamwe. Sasa sababu ya kwamba sikuwajua kamwe ni kwa sababu gani? Sababu moja wapo hawakufuata neno la Mungu. Kwa hiyo iwe ndoto, iwe umepata ono, uwe umepata chochote unachokijua wewe, kipime kwanza neno la Mungu. Na ukishakipima ukaona hakiendana neno la Mungu, wapendwa, huyo sio Mungu. Hata aje malaika tutalithibitisha hilo. Wagalatia 1:8. Wagalatia 1:8. Naweza kusaidia kuisoma. Tuisome ili kusudi iwe vizuri zaidi. Wagalatia 1:8. Mpenzi mtazamaji wa Philofire TV, leo nimekutana na hivi vichwa mwenyewe vinanistaajabisha kwamba mwanamke hapaswi kuhubiri. Na ni kweli hapa wakifungua Biblia ni Biblia zao sio zao, hata Biblia yako na yangu pia inaonyesha kweli mwanamke hapaswi kuhubiri. Lakini mimi inawezekana swali ambalo niko nalo najiuliza sasa, hawa ambao wanatuhubiria na tunaziona ishara kwao, Mungu anasikia maombi yao na wanatuthibitishia Mungu amewatokea, ameambia wafungue makanisa na ni wanawake, tunawaweka wapi? Hiki ndio kitu ambacho kinanichanganya. Je, wamekosea? Na kama wamekosea kuna adhabu juu yao? Tuendelee kwanza hapo labda. Wagalatia 1:8
neno la Bwana linasema lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiria, na alaaniwe. Kama tulivyotangulia kusema na sasa nasema tena, mtu awe yoyote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Kwa sasa tunapata kujua kwamba chochote ambacho ni kinyume cha neno la Bwana kina laana, cha kwanza. Kwa huyo mwanamke kwanza namhurumia, yuko chini ya laana. Kwa hata huyo malaika, Paulo anasema hata malaika akishuka akikwambia kitu ambacho ni kinyume cha injili hii,